Mimi nakumbuka nilipomaliza darasa la 8 2010, nilijikita katika kwenda Timboni kuchimba mawe ili mradi niweze kujilipia fee. Mimi maisha yangu nayoongea ni maisha ya ukweli, kwa sababu kitu kimoja, katika ile swala la njaa, mimi nishafikia labda kumaliza kama siku 3. Unajua mtu anaweza kuwa na njaa kiasi kwamba kunywa maji inakupata shida. Lakini kwetu sisi tumelala na njaa kiasi kwamba upate nguvu ya kunywa maji, unachukua chumvi unaramba ili upate ile nafasi ya kunywa maji. Katika ile mazingira ambayo ushalelea. So nimekulia mazingira ambayo mpaka sasa hivi ninavyozungumza ni kwamba kuna labda upande wa elimu labda ni ndogo, na pia kazi zetu ni za sanaa. Lakini mimi nikikosa, basi pale nyumbani wote wamekosa. Alikuwa kuna kitu nasema kwamba kwa wasanii washikadau wa muziki na sanaa, wanavonipiga vita mimi, sio kwamba wanapiga vita mimi, wanapiga vita familia mzima. Kwa sababu napofeli mimi, wao wamefeli pia. So mimi kitu ambacho nimejifunza, sijafundishwa kuishi vyema, lakini nimefundishwa kuishi vyema na watu. Hicho ndio kitu ambacho nishajifunza. Sijafundishwa kuishi vyema, lakini kuishi vyema na watu. Pia nashukuru Mungu kwamba kuna watu ambao wananishikilia mikono. Kule nyumbani kwetu katika ile wodi ya Tezo, kuna kakangu mkubwa, Charlotte kwake, ningependa kumpa maua yake ya Honorable Thomas Chengo. Ni mtu ambaye ananishika mkono sana. Ninapokuwa labda nina jambo nataka kufanya na nikimwalati mapema, basi kwa kile ambacho atakuwa ameweza kupata, kwa mradi kusukuma sanaa yangu na sanaa ya Tezo kwa mradi, kwa sababu Tezo na wasanii wengi. Tuna grupu ambao tuko na Moscow na Mzee wa Itikadi na wengine wasanii kama 10 ambao wanatokea pale Tezo. Na tunawaka kama group pale ambapo atakuwa na kiasi anaweka mkono, Itikadi anaweka mkono, Subila anaweka mkono, ili mradi kwamba zile vitu ambao tunapitia kwamba tunasogea kama team. So mimi ni mtu ambaye ni mtu mmoja peace sana. Yeah, wananiita Chibodia all the way from California, Tezo, Bongoland. Na pia napenda kupeana shout out kwa watazamaji wote wa KTN, watangazaji na stakeholders wote. Twashukuru sana kwa mahojiano haya. Tunaona tunaendelea kusukuma sanaa ya Pwani na sanaa yangu kwa ujumla. Na pia bila kumsahau my big brother, my mentor, yeye pia huwa mwandishi baadhi wa ngoma zangu, Honorable Thomas Chengo, shout out kwake, kiongozi wetu wa Tezo. Yeye pia huwa mwandishi katika ngoma zangu. Mzee wa Itikadi, director wangu Kebram, shout out sana kwake. Napenda kusema tu kwamba sanaa sio maigizo. Na sanaa ni ujumbe mzito ambao inafaa wasikilizaji wazidi kusikiza. Napenda kuenjoy music. That's it.